Sasa unaweza kuona jinsi kiapo chenyewe kilivyo. Eti Papa alipewa mamlaka na Yesu ya kushusha wafalme wazushi. Wakati Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani hakujihusisha na masuala ya wafalme. Hata alipojaribiwa juu ya kulipa kodi kwa Kaisari, alisema ya Kaisari mwachieni Kaisari, na ya Mungu mpeni Mungu. Inamaanisha kwamba ikiwa Papa angekuwa kweli ni mtumishi na mfuasi wa Kristo, asingeweza kujihusisha na masuala yote ya kiserikali. Angefuata kielelezo cha Yesu mwenyewe cha kutojihusisha na mambo hayo ya serikali za mataifa. Anaendelea anasema, ana nguvu ya kushusha wafalme wazushi, wana wa mfalme, mataifa, utajiri wa pamoja na serikali, wote wakiwa haramu, wasipokuwa na ukubali mtakatifu wa kwamba wanaweza kuangamizwa kwa usalama. Kwa hivyo ikiwa hawakubariki mbele za Papa, ikiwa unapingana na mfumo mzima wa majesuit duniani, basi wewe unahesabika kama mzushi. Na ukiwa ni rais, ukiwa ni mtawala yote, au wewe ni tajiri, basi unahesabika ni mtu haramu. Na kupitia chama hiki cha majesuit wanatakiwa wakuue. Hiyo ni sehemu ya kiapo. Anaendelea anasema, kwa hiyo kwa uwezo wangu wote nitalinda fundisho hili na desturi za Mtakatifu Papa dhidi ya wanaojichukulia mamlaka ya Waprotestanti au mamlaka ya Protestanti na wale wengine wote wote katika uzushi wa kujichukulia mamlaka pinzani. Nitarudia hapo kidogo. Anasema hivi, kwa hiyo kwa uwezo wangu wote nitalinda fundisho hili na desturi za Mtakatifu Papa dhidi ya wanaojichukulia mamlaka au mamlaka ya Waprotestanti. Waprotestanti, labda nifafanue kidogo, ni yale madhehebu ambayo yalianzishwa na wakina Martin Luther, yakiwa yametokea katika kanisa la Roman Catholic. Watu hao katika kupinga mafundisho ambayo kwa kujifunza kwao waliona yako kinyume na maandiko matakatifu, walifikia sehemu ya kujitenga na Roma. Na walipojitenga wakaitwa jina la Waprotestanti, neno lililotokana na neno la Kiingereza la protest, yani wapingaji. Walikuwa wana protest nini? Wana protest mafundisho ambayo yalikuwa hayako sahihi kimaandiko katika kanisa la Roma. Kama mnajua, yapo makanisa ya kina Lutheran, Anglican, Methodist na mengineo mengi. Hao walikuwa ndio wa Protestanti. Sasa naendelea anasema, na wale nitalinda fundisho hili na desturi za Mtakatifu Papa dhidi ya wanaojichukulia mamlaka au mamlaka ya Protestanti na wale wengine wote katika uzushi na kujichukulia mamlaka pinzani, wakipinga kanisa mama la Roma. Hivyo sasa nakataa uhusiano wowote kwa mfalme yeyote mzushi, mwana wa mfalme au taifa la Kiprotestanti, au wanaotaka uhuru au utii katika sheria zao, mahakimu au maofisa. Zaidi anasema, zaidi natangaza kuwa mafundisho ya kanisa la Uingereza na Scotland ya Calvin, ya Huguenots, na kuadhibu vikali wote ambao hawataachana na mafundisho hayo.
Anaendelea sema, zaidi natangaza kuwa nitashauri yeyote wa mawakala wa Papa katika eneo lolote, popote nitakapokuwa, katika ufalme mwingine au mipaka mingine nitakayoingia, na kufanya kwa uwezo wangu wote kung'oa Waprotestanti, wazushi au mafundisho ya uhuru, na kuangamiza kabisa yale mamlaka wanaojipatia halali au vinginevyo. Naahidi zaidi na kutangaza kuwa ijapokuwa nimetumwa kuwa muumini katika wazushi kwa ajili ya kuingiza manufaa ya kanisa mama, kutunza siri na binafsi mawakala wake wote, kutoka wakati hata wakati, kwa kadiri watakavyonituma, na sio kuweka hadharani moja kwa moja au kidogo kidogo kwa maneno, maandishi au hali iwayo yote, lakini kutekeleza mambo yote yatakayopendekezwa, nitakayokuwa nimepewa au yatakayogunduliwa kwangu na wewe baba yangu wa kiroho au yeyote wa agano hili takatifu. Kwa napo hapa ni kwamba chochote atakachotumwa akiwa kama Jesuit ataweza kukifanya, akijifanya kuwa miongoni mwa imani za kidini ambazo wao wanaziita wazushi, zile zilizo kinyume na imani yao. Anaendelea anasema, kumbuka hicho ni kiapo anakula Jesuit anayekuwa na hapa. Zaidi natangaza na kuahidi kuwa sitakuwa na maoni au matakwa yangu binafsi au maamuzi yoyote ya akili yangu. Kwa vyovyote na kuwa kama mfu, lakini pia kusita, nitatii kila agizo ambalo naweza kulipata kutoka kwa wakuu wangu katika jeshi la Papa na Yesu Kristo. Watu hawa wanafanywa waonekane vile kama vile tadhani ni maroboti, wasiwe na maoni yao wenyewe, ila watekeleze kile watakachoambiwa, na wanaapa kwamba kuahidi watafanya. Wasiwe na matakwa yao binafsi, ila watekeleze matakwa watakayoagizwa kufanya. Anaendelea nasema kwamba nitakwenda kila eneo lolote la dunia hii nitakapotuma, bila kunung'unika, bila kunung'una kokote au kujiondoa. Nitanyenyekea kwa kila kitu nitakachoagizwa. Anaendelea anasema, zaidi natangaza na kuahidi kwamba nitapiga vita endelevu kwa siri au kwa uwazi dhidi ya wazushi wote. Zingatia ndugu zangu Mtanzania, wakati ambapo kumekuwa na kitu hiki kinachoitwa maandamano, ambapo kimefanyika hiyo tarehe 29 na kinachotarajiwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12. Wanaposema wazushi, inawezekana hata na wewe ni mzushi kwa mjibu wao. Nielewe vizuri. Wazushi kwao ni wale wanaopinga dini yao, imani zao, mamlaka zao, ni wazushi. Kwa hiyo ukiwa uko katika imani pinzani na ukawa na msimamo thabiti katika imani yako, huku kikataa au kipingana na imani yao, unahesabika kuwa ni mzushi. Kwa hivyo ijapokuwa Jesuit anaweza kuwa upande wa waandamanaji, anapoweza kukuhamasisha kwa namna yoyote, hata akiwa ni mchungaji wako labda, au ni nabii, au ni askofu, vyovyote vile inavyoweza kuwa, ujue kwa imani yao wewe kwao ni mzushi tu. Ijapokuwa atakuonyesha anakupenda, ana uchungu na haki zako, ana uchungu na maisha yako, lakini hayo ndiyo maigizo ambayo tumeona kwamba hawashindwi kuigiza. Anaendelea kusema, nitapiga vita endelevu kwa siri au kwa wazi dhidi ya wazushi wote wa Protestanti watakao huru, kama nitakavyokuwa nimeelekezwa kufanya, kung'oa na kuangamiza kabisa kutoka katika uso wa dunia. Hapo sasa tafakari uone, tarehe 29 watu walioandamana si walikufa?
inawezekana. Jesuiti aliye upande wa serikali, huyo alitimiza kiapo cha kuangamiza. Na kwamba sitahurumia kamwe umri. Kwa hiyo hawajali umri, na ndio maana tunasikia kuna watoto walikufa pia. Wala jinsia, hawajali hata ni jinsia gani hiyo. Wala hawajali hali yoyote. Kwa hiyo uwe tajiri, uwe maskini, uwe mchungaji, uwe nani, ikiwa ukiingia katika 18 zao wanakupitia. Na kwamba nitanyonga, nitachoma, nitachafua, nitaharibu, nitawachuna ngozi, nitakaba na kuzika wakiwa hai watu hawa wazushi maarufu. Nitatumbua matumbo ya ujauzito wa wanawake na kusaga vichwa vya vichanga vyao kwenye ukuta, ili kufutilia mbali kabisa jamii hii yenye karaha. Sijui kama mnaelewa. Yaani unajua, kwa jina la kudai haki wanaweza kukwambia ukadai haki, andamana, ni haki yako, umefikia pazuri. Kumbe wanakusudia wapate kusaga kichwa chako. Ni mambo mabaya sana. Mungu tu atusaidie tupate kuelewa siri iliyopo nyuma ya kile kinachohesabika kama kudai haki. Nisikilize tu hata mwisho. Najua utapata picha, utaelewa. Mwisho, mpaka mwisho utaelewa. Anasema kwamba kama hayo hayawezi kufanyika kwa uwazi, nitatumia kikombe cha sumu kwa siri. Vuta picha mpaka sasa. Sikuna hata viongozi ambao wamekufa kwa sumu. Hata Rais Magufuli pia sinasadikika pia naye alikufa kwa sumu. Kwa hiyo jasusi aliye upande huo alitimiza kiapo chake, akatumia kikombe hicho cha siri, ni kikombe cha sumu, kuangamiza. Anasema atatumia chuma cha kubana mzunguko wa damu, atatumia kisu cha chuma au risasi, bila kujali utukufu wake. Anaposema utukufu wake, maana yake anazungumza heshima yake. Kwa hivyo awe kiongozi, awe nani, ikiwa tu akipishana nao watamwangamiza. Hata leo mnaweza kugundua kwamba mpaka sasa hivi rais aliyeko madarakani anaonekana kana kwamba anapingana nao. Ndio maana tunasikia maaskofu wa kanisa Katoliki, mashehe, maaskofu mbalimbali wa makanisa mbalimbali wanazungumza, na yote wanayozungumza yapo katika upinzani dhidi ya rais aliyeko madarakani kwa sasa. Hivyo sijui, pengine bado Mungu ana mpango na makusudi yake. Lakini ikiwa ni katika sehemu ya kiapo hiki wakitaka kukitimiza, yamkini inawezekana. Ikiwa hawako pamoja, basi wanaweza naye wakamoa, hiyo ni kwa risasi au kwa kikombe cha sumu. Anasema bila kujali utukufu wake, cheo chake, heshima au mamlaka ya mtu au watu, hali yoyote wanayoweza kuwa nayo katika maisha, aidha iwe ni hadharani au maisha binafsi, kwa kadri nitakavyoelekezwa na wakala yeyote wa papa au mkuu wa chama hiki cha Majesuiti. Kwa hivyo ataharibu, zingateni kwamba ataharibu, atachafua, atachuna ngozi, atakaba, atazika wakiwa hai watu hawa wazushi. Anasema atatumbua matumbo ya ujauzito wa wanawake, atasaga vichwa vya vichanga kwenye ukuta, ili kufutilia mbali watu hiyo. Anasema katika kufanya hivyo sasa ndio hatajali mambo hayo. Yeye atajojali tu ni kutia agizo analokuwa amepewa na wakala wa papa au mkuu wao.